Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Ngalo Media TV? Leo tulikuwa hapa mitaa ya kati hapa tukiwa na wazee wa soka, wazee uchambuzi, wazee ambao wanaujua kunyosha soka jinsi linavyoenda. Nipo hapa na timu mbili, ila sijajua timu mbili tofauti kwa sababu namuona mwenzangu wa Ubaya Ubwela season 2, sijafahamu mwenzangu je wa Yanga au wa Simba naye. Ningependa nianze na mwanangu wa upande wa kulia afu tuje na upande wa kushoto. Bwana, mambo vipi? Bwana poa. Unaendeleaje? Fresh. Je, wewe ni shabiki wa timu gani? Mimi shabiki wa Yanga Afrika. Ningependa kujitambulisha kwa lako jina. Naitwa Simon Matias. Ndio. Naona sasa hivi Yanga imekuwa inalegalega sana na mpo kimya sana. Je, sijajua mna mipango gani kwenu nini? Sisi hatupo kimya, bali tunakwenda kwa utaratibu wetu tulijipangia sisi kama Yanga Afrika. Ndio. Tuna utaratibu wetu na timu inaelekea mzuri, inacheza vizuri. Ndio. Marekebisho ni madogo tu ambayo wakati wote inarekebishika tu. Ndio. Kwa hiyo haisupe shida wala mashaka yote, na mechi za kimataifa tutafanya vizuri bila shaka yote. Hapa juzi kati ilitokea tetesi ya kocha kuhusu kwenu nyinyi Yanga, na pia juzi kati ikatokea nayo tetesi ya kocha kwa Simba, lakini kwa Yanga ilikopo kubwa zaidi kutokana na mechi ya kwanza tu Yanga akatoa suluhu. Je, msimu huu kidogo mmelegalega, mpo vizuri? Kwa swala la ligi haina wasiwasi. Ndio. Yaani kikubwa sisi tunaweza kulegalega, mwisho wa siku tunakaa sawa, tunachukua kombe. Mnachukua kombe. Na kuhusiana na kwenye masuala ya kocha, maana sasa hivi mmepata kocha mpya. Je, kocha anaweza akaja kuleta imani ya ubingwa? Ubingwa upo kwa sababu wachezaji wazuri tunao na Yanga iko imara, viongozi wamesimama imara, ndio maana tunasema muda wote Yanga Afrika inafanya vizuri na ubingwa atachukua, na mashindano ya ubingwa itafanya vizuri tu vile vile. Lakini mtani wenu amejipanga sasa hivi, naona ana kikosi kipana. Usimuona kazi tuliyofanya yule. Amechezea nafasi, tumechezea nafasi moja, tumepata bao. Sisi tunaendelea vizuri tu. Tuko vizuri. Sisi tunaweza kuitumia nafasi wakati wote. Kwa maana hata klabu bingwa tumeanza tumpiga mtu bao 3, bao 2 akamaliza bao 3, bao 5 kaenda. Lakini kwenye ligi kuu huko hamjafanya vizuri. Sasa ndio kitu ambapo mpaka mashabiki tayari wameanza kupata wasiwasi. Yaani siku watanguliza watu hatuna shida. Isipokuwa tukifika mwishoni ndio Yanga Afrika na achukua au achukue. Yaani kutangulia sio kufika. Yaani sisi tunawatangulia kwa sababu vijana wetu hawa wanajua shule ya Yanga Afrika. Yanga Afrika iko vizuri. Yuko ana kila idara kamilika, wachezaji wazuri, viongozi wazuri. Kama unavyoona vyeo vinapanda tu huko CAF, FIFA huko. Tuendelee vizuri, tumsimama vizuri. Lakini sasa hivi wenzenu wanajiamini sana na wamesema kwamba Yanga mwaka huu au msimu huu ndo abebi tena, hata kutufunga tena hakuna. Je, ni jambo ni la kweli au? Hao wanaongea tu maneno ulimadi siku zipite ziende. Akiwa wao wanajua ukweli kwamba Yanga Afrika iko vizuri. Hata ukiongea wachezaji mmoja wao ni tofauti kabisa. Yaani sasa hivi tuambie wao wenyewe wanajenga timu au washajenga timu au bado wanajenga timu. Ila Yanga Afrika iko vizuri, shajenga timu. Ndio maana hata usajili wake Yanga imesajili wachezaji wachache kuliko Simba. Kwa sababu Simba ilikuwa na mahitaji mengi sana kuliko Yanga Afrika. Yanga Afrika sisi tulikuwa tunajazia kidogo, yule wachezaji wawili watatu wametoka, ndio maana kuta Yanga Afrika iko vile vile. Sasa hivi Yanga mbele hakuna kitu, ndio maana tunajivunia sisi kikosi sasa hivi tunachokipana. Kwa Yanga ategemee msimu huu ndio apati tena ubingwa kwetu sisi. Hamna. Sasa wewe kama sasa hivi ushapigwa bao moja. Ufunguzi wa ligi tu ushapigwa tayari. Ngao ya jamii tumebeba. Sasa wewe unategemea nini? Hii yani yule ataendelea asipofanya marekebisho ya Simba maana ataendelea kufungwa kwa sababu Yanga inafanya marekebisho makubwa sana na inaangalia umbali mrefu tofauti na Simba. Kwa hiyo sasa hivi Yanga kwenye ligi ya mabingwa tunaiona inaenda wapi? Yanga inaenda kwenye makundi, inaenda bila wasiwasi wote. Ndio. Inaenda bila wasiwasi wote. Hiyo inapita tu moja kwa moja kwa sababu Yanga iko imara sana. Kuanzia nyuma, magolikipa. Unaona kazi inayofanyika pale. Yanga tuko safi na tunajua kabisa viongozi wetu wako imara na wanafanya kazi nzuri inayotakiwa. Na kama tatizo lolote limetokea wanakuwa kwa makini sana kabla jambo halijaribika. Ndio. Kwa hiyo tunashukuru viongozi wetu wako vizuri, wana mwelekeo mzuri na wachezaji wote wanapatana kwamba Yanga Afrika anataka nini. Lakini wengi sasa hivi wanaanza kuleta maneno ambayo ya kimya kutokana na mashabiki wa Yanga. Sasa hivi tayari wanaanza kurudi nyuma kutokana na matokeo ambayo yalioanza awali, na wameona sana ni kwamba Yanga sasa hivi haitofika mbali, itaishia kwenye hatua yake ile ya awali ya makundi. Hilo swala alipo sema wao wanachokiangalia labda mfumo huu wa kocha tu, kwamba wanaona kama Yanga mbona speed yake kama imepungua. Yanga speed haijapungua, ile isipokuwa tunataka kila mchezaji acheze. Ndio baada ya hapo sasa mechi 3 4 5 tutaona kama first 11 ya Yanga ikoje. Kwa ina maana mpaka sasa hivi first 11 ya Yanga sio watu sana wanacheza tofauti. Leo anacheza huyu, anacheza huyu, anashinda kuelewa. Ila sasa kadri tunavyozidi kwenda tunaona kama Yanga Afrika itasimama imara. Ndio. Na hakuna mtu akutubabaisha hapa.
Kwa hiyo tunatumaini sasa na mashabiki wa Yanga waanze kutarajia kwamba ubingwa upo na kwenye klabu ya bingwa huko hapo watu wanaenda mbele. Mpaka finali mna uhakika wa kufika? Yaani nakwambia ajenda yetu sisi tufike kwenye makundi. Baada ya hapo ndio kinaendelea mpango wetu. Lakini lengo na mazumuni Yanga fika tufike makundi. Tukishafika makundi basi ndio hatua nyingine inafuata. Ndio ajenda Yanga fika hiyo. Kwa hiyo tarehe 19 tutegemee magoli hapo. Yaani safi kuanzia ugenini mpaka nyumbani safi. Kama sio wale tumepiga bao 5 wale. Ugenini na nyumbani tumepiga kazi. Kuna shida gani sasa? Kuliko wenzetu washikia roho mkononi. Sisi hatuna mambo kama yale. Yanga Afrika inakimbiza watu. Na unajua kabisa football Yanga Afrika. Tunacheza na safi. Viongozi safi. Wachezaji wana morali kubwa. Kwa tunashindaje kushinda sasa? Na kingine nikurudishe nyuma hapa kidogo. Siku mbili nyuma tulimuona Pacome amevaa t-shirt ya timu ya taifa. Je, tunamtarajia naye Pacome akawa anacheza kwenye timu ya taifa? Sio kacheza kule. Kacheza kwa dakika nyingi tu. Ndio. Unaona bwana. Kwa hiyo ndio unajua kama ubora wa Yanga Afrika ukoje. Kwa hiyo Yanga ina vipaji, ina wachezaji wazuri. Ni wewe mwenyewe uelewe mpange yupi mwache yupi. Sio kwamba watu wanaanza kusema Yanga wanamtegemea Pacome tu pale. Pacome asipokuwepo hamna mpira. Sema watu wamezoea kwa sababu ya udambi ule. Unaona bwana. Lakini Yanga wachezaji wote ni wazuri. Anaoingia, anaotoka safi. Kwa mashabiki wenzako, je, unawapa kitu gani ili wapate na hamasa kupita kwa kweli? Yaani mimi nasemaje Yanga Afrika wote kwamba kwanza tuna viongozi wazuri. Ndio. Tuna wachezaji wazuri. Kwa sababu ukiwa na viongozi wazuri, ukiwa na wachezaji wazuri, kila kitu kinakwenda vizuri. Mipangilio inakwenda vizuri, timu inasimama imara, mashabiki nao tunasimama imara kwa sababu timu inafanya vizuri na viongozi wetu wamesajili vizuri. Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi wote. Klabu bingwa tunacheza vizuri, tutapata matokeo mazuri, ushindani utakuwa mzuri. Huko kwenye ligi huko kama kawaida, mtu anaokuja kama kawaida. Yaani hii sala kawaida hili kwa Yanga Afrika. Ila pale sisi tunadili na wale tu kama watatu ambao wanafuata. Utataka kuchukua ubingwa. Ndio. Kwenye ligi yetu sawa. Lazima kwanza mkamate mmoja. Pale kuna action kama watu wawili kama sawa. Ndio. Maana pale kuna Simba hapa na Azam pale. Sasa wale ambao wanapenda kutofatafata sana. Sasa wale ukimkanyaga mmoja anarudi nyuma. Unampiga tena. Kwa hiyo unapotaka kuchukua ubingwa lazima wale wawili wapige. Kwa ndio Yanga Afrika tunaofanya. Lakini hata hapo ukizungumzia wawili ukiachana na wawili naye Big Star tunamwona naye anakuja juu sasa hivi. Hawezi kuwa na nguvu kama wale. Wale wawili wanakuwa na nguvu. Ndio maana unakuta yani ushindani wetu sisi na wao unakuwa kwa juu. Sisema isipokuwa sisi tuna uwezo mkubwa wa wachezaji. Wachezaji wanakuwa kwamba wako katika mazingira mazuri. Kwanza wachezaji wenyewe wazuri. Wale wachezaji ni wazuri na wamejengeka kimara. Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi na Yanga Afrika. Yanga Afrika iko safi na tunafurahia kabisa upo Yanga Afrika. Ndio. Kwa hiyo ndio maana unakuta hata uchezaji wake mbona wachezaji Yanga Afrika sasa na wachezaji Yanga sasa hivi iko vizuri. Hiyo kwa isivyo washa shaka yote. Klabu bingwa tunafanya vizuri, kombe la nyumbani hapa tunacheza vizuri na tutachukua ubingwa huu na Yanga itafika mbali. Na sasa hivi kumekuwa na tetesi ya Mzize kwamba sasa hivi haonekani katika kikosi. Wengine wanasema kwamba Mzize sasa hivi hayupo Yanga, ameshauzwa. Hivi ni kweli? Hamna. Mzize yupo ila sema alikuwa na majeruhi ya kawaida tu. Kwa hiyo yupo tu na ataendelea kuwepo. Na sasa hivi anaendelea vizuri tu. Sema majeruhi kidogo siku 2-3 yalikuwa akia sasa hivi anaendelea vizuri tu. Kwa hiyo tutarajie kumuona wakati wote. Mradi kocha tu mwenyewe akisema bwana anaanza. Lakini sasa anaendelea vizuri tu. Kwa wale waliokuwa wanaongea Mzize hayupo. Achana nao wale. Yaani ukiona viongozi hawajaongea jambo lolote maana hilo jambo halina ukweli. Ila ukiona wamekuongea moja kwa moja bana viongozi kuna 1 2 3 basi unajua kabisa ili swala ni la ukweli. Lakini ukiona watu wanaongea pembeni wanauza tu habari zao tu ili mradi mambo yao yaende, lakini uhakika kabisa viongozi wakwambia bwana mtu fulani tumemuuza, ni kweli kabisa atakuwa wamemuuza. Lakini ukiona viongozi wote Yanga Afrika hawajasema jambo lolote maana hilo swala sio la ukweli. Ndio. Asante sana bwana Msuva, na tungependa tuamie na upande wa pili. Hatutaki tu kuegamia upande wa kulia wakati upande wa kushoto nao una vitu vya umuhimu navyo wanahitaji waviseme, wavizungumze kama mashabiki au kama mwanachama. Ningependa niame upande wa pili na umsikilize. Na mpenzi mtazamaji wa Ngalo Media TV, leo tukiendelea na kipindi chetu cha Soka Kitaa, kipindi ambacho kilichochangamka na kipindi ambacho kina hamasa kubwa sana. Sasa nilikuwa upande wa kulia mwenzangu wa Yanga au mwanachama wa Yanga kindaki. Sasa tunahamia kwenye ubaya ubwela season 2. Je, nao wana yao ya kusema? Je, wamejipangaje msimu huu? Tunaona kwenye ligi kuu na tunaona kwenye ligi ya mabingwa. Kote watafika kweli finali? Nisipendelee sana. Kwanza habari? Habari nzuri. Ndio.
Ningependa ujitambulishe kwa lako jina, tungependa hata wanachama nao wakufahamu. Mimi naitwa Nurdin Mbonde. Ndio. Sisi hatuko vibaya sana, hatuko vizuri sana. Ndio. Unaona toka unapoona msimu ulivyoanza, na tutaendelea hivyo hivyo. Mpira utaenda kama ulivyopangwa na makocha. Ndio. Japo kocha tu mmoja kaondoka, kaacha timu kidogo na nani kidogo. Huyu kocha aliyokuja mpya atafanya vizuri zaidi. Na kama unavyoona, tunaongoza ligi. Toka alipokuja yule wachezaji wapya, ndio mambo yanaenda vizuri. Japo wanacheza kwa mmoja lakini mpira unaenda vizuri. Lakini sasa hivi mashabiki wa Simba ni watu ambao wamekuwa tayari wanaanza kulegalega kutokana na uchezaji wa timu yao na viongozi kuto kukaa vizuri na mashabiki. Baadhi ya mashabiki wapo vizuri na viongozi, baadhi ya mashabiki wa Simba hawapo vizuri na viongozi. Ndio maana unakuta lawama kubwa sana kwa viongozi. Washabiki wa Simba hawako vibaya sana. Ndio. Ila wapo katika kuangalia timu yao inaendaje. Na huyu kocha pia alokuja unamwangalia je ataendaje, sababu toka alipokuja huyu kocha mpya bado mpira wake hajaonyesha uwanjani. Na kwanza kaanza mpira tu wa jana kwenye mchezo wa kirafiki. Basi kama unavyoona alifungwa goli 4-1, lakini sio ulivyokuwa yale kama ni mazoezi. Mpira wenyewe Simba bado hajauanza kabisa, na ukianza mpira mwenyewe utaupenda. Lakini hapo ujue mashabiki, jana nilivyojaribu kuangalia ule mpira, Simba ni amecheza mpira mzuri sana, lakini baadhi ya pembeni nilivyopita nikasikia minong'ono kwamba timu yetu au timu ya Simba sasa hivi haitofika mbali, kwa sababu tayari tumeshaanza kuiona inakatisha matumaini. Simba yetu itafika mbali na bado itazidi kufika mbali. Na msimu huu unaoanza ndio kombe litakuja Msimbazi. Sababu unapoona ligi inavyokwenda au mashabiki, kuna mshabiki mwingine ni muoga kuna timu inavyocheza. Kuna mshabiki anajua sasa Simba inatengenezwa. Na kuna Simba inacheza. Kama ulivyoona mpira wa jana ulivyochezwa. Unaona kucheza kiuoga, ile mcheza kama game. Na wale kama walicheza kama game, unajua hapo kuna ushindani fulani. Ila sababu yule kocha alivyokuja bado wachezaji hajaweka katika mstari mmoja. Lakini utapokuwa sawa, Simba utaipenda. Hivi nikiuliza mpangilio wa kocha ambao sasa hivi unaumuona na mpangilio ambao kocha aliondoka Fadlu, kidogo unakuwa ni mfumo wa tofauti. Kocha ambalo kuja sasa hivi anataka mpira sio kurudisha nyuma, kupeleka mbele. Kocha wake ni mashambulizi. Kocha wa sasa mpira wake anataka wa kasi. Ndio. Mpira wa kasi ndio anautaka huyu kocha wa sasa. Na kama unavyoona mpira unavyokwenda, upende kurudisha nyuma. Mpira ukikwenda unaenda mbele. Mpira mbele. Yaani mpira ukirudisha nyuma unaleta mashambulizi kwako. Ndio. Wako unamkaribisha adui ndani kwako. Sasa utaki kumkaribisha ndani kwako, inabidi adui uende kwake. Maana mpira usirudishe nyuma. Naambiwa kazi songa mbele, usirudi nyuma. Wanasemaga tunasonga mbele. Tunasonga mbele. Sasa ukisharudisha nyuma, uje wewe unaonekana ni dhaifu. Sasa inabidi mpira mbele. Na tukiangalia katika wachezaji wa Simba mmoja, baadhi pale tunaona Simba kama kati bado haijakaa fiti na mbele, kwa sababu ujuzi kati kuna mechi ambao walikuwa wamecheza wakasema hivi, mbona huku mbele hatuoni mashambulizi yakija, na hapa kati kidogo naona kama kuna mapengo ambayo bado hayakutimia, na bado kama sisi mashabiki tulikuwa tunataka ile kasi ambayo tulikuwa tunaililia muda mrefu bado hatujaiona. Hivi ni kweli? Wachezaji wengi pale ni wageni. Kwa hiyo katika uelewano ni bado kabisa. Kwa hiyo ukishakaa sawa, wale kati patakuwa vizuri, na winga kushoto itakuwa vizuri, na winga kulia itakuwa sawa. Na beki kama unavyoiona, beki tayari shatulia. Beki iko vizuri, hajakosea. Unaona? Lakini pale kati ile itakuja kukaa vizuri. Sababu mpira unapokwenda uwezi kwenda kama unavyoona mtoto kuzali na kutembea, hapana. Mpira unaenda awamu kwa awamu, kidogo mpaka utakaa sawa. Na kiwango cha Mpanzu sasa hivi nimeona kidogo kimepungua, hata juzi hakuwa fiti. Je, ni kitu gani ambacho kinachosababisha kwa Mpanzu? Sana Mpanzu kocha mwenyewe ndo atajua kwa nini anaenda vibaya na kwa nini atakaa naye vizuri, ataongea naye. Mpira mimi nataka uende hivi. Kocha ndo kukaa kuongea na Mpanzu. Sisi wazi watazamaji naangalia Mpanzu ataendaje na kasi yake itakuwaje. Kwako, kwa mashabiki wenzako, je, unawapa hamasa gani ili waendelee kuishabikia timu yao? Mimi nawapa hamasa tuzidi kuipenda Simba yetu na zidi kusonga mbele na Simba yetu. Simba bado iko vizuri na bado itakaa vizuri. Na kombe mwaka huu linakuja Msimbazi. Mpaka kila bingwa tunasonga mbele. Sisi kila bingwa hatukoseagi. Japo mpira unavyoenda kisoro, lakini hatukoseagi. Ndio. Sisi tunaenda mpaka hatua nusu, mpaka labda mwaka huu Mungu akipenda, kama timu tutavyoenda kama ilivyopangwa.
kombe litakuja hapo la ubingwa. Kwa mechi ya kesho kutwa tarehe 18 tunaitegemea Simba inaingia makundi. Inaingia makundi. Tena bila shaka. Mwenye utashuhudia. Huko akiendelea na mtani wake na yupo nyuma anamkimbizia. Nasema huyo mtani huyo anaruka tu. Yeye kwanza yeye mwisho wake makundi, hatu wake huko mtoano basi. Kwenye makundi ni bado tukiingia, lakini Simba ndio yeye ana uhakika zaidi. Sasa mimi hapa naingia makundi. Ndio. Kutoka na Simba mpira wake yeye akoseagi. Japo una mpira wake unaenda slow na kasi, lakini akosei. Na huyu kocha sasa akikaa sawa, ile Simba itakuwa kama Barcelona. Kama zamani Simba Uchebe. Kama unaijua. Naifahamu ile likopo twende mbele tusirudi nyuma. Ndio mpira ndio mbele. Mpira ndio unavyotaka uwe vile. Yaani kocha tunazidi kumwombea dua mpira wake uende kasi. Usirushe mpira nyuma, mpira mbele. Ndio. Matokeo yanakuwa mbele. Yaani kila mpira unapocheza usiangalie nyuma inakuwa. Kwanza mpira angalia mafuadi wako vipi kule mbele. Ndio. Kwanza beki yako, kwanza safu ya kati kwenda mbele. Ndio. Unaona? Kwa hiyo ukishakaa vizuri kule mbele, utaona matokeo yanatokea mbele. Ndio. Kila magoli, yani kila timu ikicheza hivyo utapata matokeo mbele. Lakini ukisema kila mpira urudishe nyuma, matokeo hamna. Tukiangalia tunarudi nyuma kidogo. Tukiangalia kiwango cha wachezaji ambao mpaka sasa hivi katika timu ya Simba ambao wameanza kuperform, hakika wewe mwenyewe umewaona. Pale nyuma, umeona mbele kidogo. Katikati sio sana, Kante kidogo tunamwona ndo bado ana majeraha. Kante bado ana majeraha. Bado gani Kante kuna wachezaji wengine watakuwepo pale, lakini usiangalie sana Kante. Kuna wengine wazuri zaidi. Ndio. Unaona watakuwepo pale kati. Lakini mpira utaona utaenda vizuri. Na mpira wa kasi kama unavyosema kocha, mpira wake anataka wa kasi. Mpira utaenda vizuri kabisa bila shaka yote. Na mpira wa Simba utakupo unaenda zidi kusonga mbele na watu wengi au mashabiki wenyewe wanasema Simba bwana watatunyongonyesha, wenyewe wataanza kufurahia. Ndio. Mpira wa Simba unapokwenda kwanza unavyokuwa uanza lazima utakuwa kuna slow sababu wachezaji wengi ni wageni, hawajazoeana sana kwenye mpira na kwanza mechi yenyewe ya ngapi imeanza hii? Unaona bado kabisa. Kwa hiyo itapokaa sawa, washabiki kwenye mechi 10, 15 mpira utaona wakati unaenda vizuri. Kwa hiyo kwako, kwa mashabiki wenzako bado muendelee kutia hamasa ili timu ifanye vizuri. Mimi nasema tuzidi kutia hamasa, tuzidi kwenda uwanjani kuangalia timu yetu, kuisupport timu yetu. Timu yetu bado iko vizuri na bado itakaa kuwa vizuri. Asante sana. Naam, mpenzi mtazamaji wa Ngalo Media TV, bado tunaendelea na soka kitaa. Tunarudi sasa kwa mtani. Wewe hauogopi? Au bado unaendelea na game? Bwana mtani, umemsikiliza mwenzako? Nimemsikia. Amezungumza vitu vya maana sana. Lakini kwa dokodoko nilivyosikia, amesema kwamba nyinyi mtarukaruka lakini mwisho wenu pale pale pa mwaka jana. Hivi ni kweli? Yaani uhakika kama Yanga haiachi mtu. Jambo la kwanza. Kwa hiyo tunahakikisha vikombe vyote vya mwaka jana tumechukua. Na safari tumeshaanza. Anazungumzia kwenye ligi ya mabingwa. Ligi sasa si ndio kufanya vizuri huko. Naona tunafanya vizuri kwenye ligi na kwa ubingwa hivyo vile vile. Maana yake sasa hata kama mwanzo tu hatukufanya mistake ya kawaida, lakini unajua kabisa kuna masahisho ambayo yanapatikana. Masahisho yakipatikana maana yake tunajua kabisa tunakwenda wapi, tumetoka wapi na dunia yetu na mazumuni ni wapi. Ndio. Kwa hiyo si najua kabisa Yanga itafanya vizuri. Ndio maana sisi tumeweka ajenda moja kwa moja kwamba au malengo yetu kwamba tunaingia makundi. Tukishaingia makundi basi program zingine zinaanza kwa nguvu sasa. Ndio. Kwa hiyo tunajua kabisa Yanga itafanya vizuri. Na sisi tuna imani kabisa wana Yanga. Kwanza tuna wasiwasi na timu yetu. Mara popote tunakwenda, iwe ugeni iwe nyumbani, tunacheza mfugo lali ya juu. Unaona bwana? Ndio maana hata ukiangalia finali zao kombe la shirikisho na Yanga tofauti. Yanga inapambana. Na Yanga haiogopi mtu yote. Unaona? Kwa ina maana walibahatisha kwenye kombe la shirikisho. Wamebahatisha sio mwenyewe. Wao wamebahatika wameenda kule wametoka sare na hapa sare. Haya, sasa ndio nini sasa hivi? Unaona bwana? Yanga kanuni ndio imefuatwa. Ndio. Unaona? Na wao kombe limeletwa hapa nyumbani hapa. Wao wameleta mpaka aibu kabisa. Kombe limeletwa mpaka nyumbani hapa. Watu wamechukua hapa na vurugu ambayo haina mpango wote basi. Sasa umeona hata faini zilizopigwa hivi. Kwa sababu ya vurugu watu wanataka mpira uonekane mpira. Leta kitu hapa kuonekana. Unaona? Sisi tumefanya vigusu nyingi sana kule. Mara si moshi mara nini, lakini Yanga anasema lazima kanuni ndio imefuata. Kama kwenye moja mbili kanuni ndio imewabeba wale watu, lakini sio hivi. Yanga haiwezi kumwachia mtu hivi kilele. Yanga iko speed na speed yake nzuri. Ndio maana hata tunapokwenda nchi za nje huko sawa. Yanga inapendwa sana. Inalikwa mialiko mingi tu. Ndio. Unaona maana?
kwa sababu ya football ya Yanga. Hawezi timu zote zinakufuatafuata timu kubwa kubwa kama una football hali ya juu. Yanga football yake kubwa na nzuri na inaonekana kabisa. Hata marais wa CAF wa FIFA wanajua kabisa Yanga Afrika iko vizuri. Kwa ina maana Yanga sasa hivi mashabiki watarajie kwenda robo finali au nusu finali mpaka finali. Yaani watarajie makubwa, lakini ajenda yetu kwamba fike makundi. Baada hapo programu zingine zinafuata. Maana kimikakati mingine inaanza kabambe hapo. Kwa hapo inaanza tena mikakati ya robo finali. Kwa sababu ukishafika pale makundi yanapangwa. Ndio. Kishapangwa basi tunaangalia hao pindu zetu 1 2 3. Sasa ndio mipango inaanza pale sasa bwana. Ndio. Kwa mipango itawekwa vizuri na uzuri kwamba tunasifia viongozi wetu wako vizuri. Wanajua point wachezaji, ndio. Wanajua kuwatunza wachezaji, wanajua kuelewana na benchi la ufundi na kila kitu. Maana hata sisi wenyewe tuna imani kabisa Yanga Afrika hii kumkanda mwenzetu na kufanya kwa ubingwa kwa vizuri. Yanga iko vizuri. Tuna uwezo kufanya jambo kama hilo. Kwako Yao tunamwona sasa hivi yupo fiti. Je, tunamtarajia yule Yao tuliomzoea au kidogo atalegalega kutokana na majeraha yake? Kuhusu mchezaji Yao bwana, hiyo yuko vizuri. Naonesha yuko vizuri hata mazoezini. Lakini sasa ile mipango ni ya kocha. Ndio. Ujue kocha unasikia? Ujue kocha ana maamuzi mengi. Ndio. Sawa. Anaweza akasema wewe subiri kidogo akacheza mtu mwingine. Lakini yuko vizuri. Na sisi tunaona yuko vizuri. Lakini kocha anavyopanga hawezi kukosea. Kwa sababu tunajua kabisa anachokipanga nia na mazumuni Yanga Afrika isonge mbele. Naomba daima mbele nyuma mwiko. Ndio ajenda za Yanga Afrika. Kwa hiyo ina maana hapo sasa nyuma mwiko daima mbele. Hatutaki kurudi nyuma. Naona huku hivi kombe vyote za huku tunabeba. Na tunakisha tunachakaza kila mtu atoe pointi 4 ikosekana 4 6 ili tubebe ukombe. Na huko tunakokwenda huko kwenye tukishamaliza hapa tukiingia kwenye makundi huko kazi itakuwa nzuri sana. Lakini kumbuka mtani wako kwenye ligi kuu kashakuongoza. Hilo sinaongoza kwa muda tunawatanguliza. Wao tunawatanguliza hata pointi 5 6 tunawatanguliza. Ila sasa inapofika shughuli sasa kikombe kinahitajika. Pale ndio kazi inafanyika pale. Kwa ina maana umemtanguliza kama chama. Wewe sasa sana utasikia bwana si bwana nini. Wewe unaona kipindi kile cha nyuma kile. Na kibegi wewe na kibegi ipo wapi? Nikishambalizia Yanga kasambalisha kibegi kile. Sasa hivi kwanza ubwela si nini sasa hivi yako wapi? Sasa ubaya ubwela sasa wewe unaona sisi mzuri hiyo. Sisi msio nzuri. Sasa Yanga wewe ugopi? Haya kazi umeona mwenyewe. Bwana unasikia maneno ya mpinzani hayo? Mimi nimeyasikia au maneno ya kujiamini. Unajua mtu unavotapatapa lazima ujiamini kwanza. Hata kwenye tawi ushikie utaanguka nalo, utashikia tawi utaanguka nalo, lakini nini kwa kujiamini. Simba bado hao msimamo wako pale pale. Ndio. Na Yanga msimu hawezi tena kumfunga tena Simba. Kamuonea pale pale tu kwenye ufunguzi wa ligi. Ule ni ufunguzi wa ligi. Unaona usije kutolea macho sana. Ila sasa tunakuja kwenye ligi. Tunakutana mzunguko wa kwanza. Ndio utauangalia ule mpira biliani yupo au hamna. Na utajua Yanga atafunga goli ngapi. Ndio. Utaona hii tarehe ngapi inayokuja. Utaona mpira wa Simba unavyokwenda. Na mwaka huu raundi ya 8 tu mnakutana. Kitu kinawashwa. Nasema hivi tena mimi nasema wanachelewa sana. Mimi nitaka hata raundi ya 6 tu ya 5. Ndio. Kukutana. Hamtaki kwenye raundi ya katikati au ya mwisho mwisho. Yaani unajua fiti na uipeleke mapema ila mtu anakajua kumbe sasa kule kakasirika hataki na yeye sasa sema anajiandaa ananoa majembe yake. Ndio. Unaona maana Yanga wako kimya kusema wanaogopa. Sababu ukisema sana Simba sema Simba asemi yanaenda kwa vitendo. Ndio. Unaona. Wewe sema yanakuja kwa vitendo. Wasema ubaya ubwela. Sababu ubaya ubwela bado unaendelea. Na bado unaendelea season 2 na tena wameita season 2. Manake bado utaendelea season 2 na utazidi kuendelea. Season 3 mpaka season 4. Ile timu unayoiona ile usione timu mbovu, ile timu ni bora. Ndio. Simba. Yaani timu tena iko vizuri. Kuanzia watakopo benchi na lokopo ndani. Yaani akitoka ndani akitoka kwenye benchi na akitoka kwenye benchi kuingia ndani utafikiri ndio umerudisha yule mpira wake unavyoenda kasi. Kuna Maema, kuna Kante, kuna Yusuf Kagoma, kuna Mukwala, kuna Aua, kuna Kibisawala. Na kuna mchezaji alianza mazoezi juzi alikuwa anaumwa nyama za paja yule. Kashaanza mazoezi juzi. Sasa yule ndio alikuwa ni hatari sana. Ndio. Yaani Yanga wajiandae. Lakini yule anacheza winga. Yapo winga. Yaani anacheza kushoto na kulia. Yaani yule anatembea huku na huku. Kwa tutarajie Kibu kukaa benchi au Elie Mpanzu kukaa benchi. Yaani pale atapokezana Kibu kati ya Kibu nani benchi au atakaye. Si hapo sasa ndio atapokezana watu wawili. Nani mwenye kasi? Sasa mpira
Kocha wa sasa hivi anataka mpira wa kasi. Ndio. Hataki mpira wa makupooza, hapana. Tunataka mpira uende mbio. Sisi tunataka matokeo. Hatutaki mpira game, hapana. Tunataka matokeo ya mpira. Hata mashabiki unaposikia wanapiga makelele yote, wanataka matokeo. Sababu Simba kuna muda wakishashinda mpira wao wanacheza sana long pass, yani wanaangalia pass nyingi kwa kurudisha nyuma. Ule mpira wanataka, ala ukishinda goli 5, achana na mambo ya kurudisha mpira nyuma, achana mpira sijui kila wakati sijui unapeleka mpira wote mbele mpaka wale waseme hii Simba hii imetoka wapi hii Simba. Unaona? Au ndo Simba ile au Chebe imerudi. Ile Uchebe imerudi. Sababu mpira lile biliani sasa ndio tutaliona sasa hivi. Sababu mpira unataka uende kitabu, unaenda goli. Kwa mashabiki wa Simba kwao wajiandae kula minyama. Yaani hapo wewe utaona mwenyewe. Maki tusiseme mengi wakati mpira unakuja huo. Ndio. Sasa una kila bingwa hii. Watu wametolea macho sana. Hawataki walisema mwaka robo sasa hivi kwa wapi mwaka robo? Mwaka robo shavunjika. Walisema Simba mwisho mwaka robo tu. Wakasema sisi tunavunja mwiko. Hamna cha. So wenda kucheza finali. Ndio. Lakini na pia mtani wenu naye amefika finali kwenye shirikisho. Japo kufika finali, unajua nini unapofika finali, je, huko mwanzo ulikuwa unatokea vipi? Ndio. Unaona? Sasa wewe alikuwa anarudi robo na nini makundi. Na akasema ngoja tumpeleke japo yeye akacheza hata nusu ajulikane kidogo na Yanga naye yumo. Ndio. Lakini katika hatua ya mpira wa Yanga na wa Simba, Simba yuko juu sana kuliko Yanga. Ndio, hata kwenye linki yake tunaona Simba yupo bado yuko juu sana. Kwa hiyo Simba ni timu kubwa. Yaani ukizungumzia Simba sasa unasema kama timu za Ulaya, ni timu kubwa. Ndio. Sababu mpira wao wale hawataki wa kunani. Wakianza mpira wao utaona kama wanacheza taratibu, lakini wakishaanza kasi hiyo mpira ndio unaenda mpira mbele. Kama huyu kocha aliyokuja huyu ndio atafanya vizuri zaidi. Sababu mpira wake tunauona toka ile timu aliyotoka, yeye mpira wake wa kasi, wa mbio. Ndio mpira tunautaka sisi. Mpira ule vitabu sasa vimeisha. Mpira pasi 2 golini. Mpira basi 3 golini. Tunapotaka mpira. Yaani mpira unapopeleka golini, wale mpaka wapinzani wanasema sasa tukabe. Kila mchezaji tukae na mtu. Kwa sasa Simba wameamua. Lakini kusema mpira pasi 2 golini unarudisha goli. Na kwa mara nyingi mpaka unajifunga wenyewe Simba. Naona mpaka ule muda gani tukatisha tamaa. Simba mpira gani? Mara nyuma, mara peleka mbele. Mpira sasa hivi unataka uende mbele. Unapokwenda mbele unajua hata wapinzani wanajua sasa Simba watatufunga. Tukae vizuri. Ndio. Unaona wapinzani sasa unaona la mpira juzi. Ndio. Wa mpira ulikuwa unaenda sana alisimama Matola. Unaona mpira ulivyoenda? Walikuwa warudisha na mpira. Ukirudisha nyuma tu Matola anakasirika na mpira mbele. Ndio. Na mpira unatakiwa uende mbele sio nyuma. Na kwa ukapata matokeo. Unapata goli 3 na pointi 3. Sasa hivi anaongoza na magoli 6 na pointi 6. Ndio mpira unavyotaka uende vile. Sio mpira unarudisha tu. Bwana umesikia huko? Anakuambia umesikia mpira wao sasa hivi ubaya ubwela. Wale unasikia? Wale yani kikubwa wanajifariji. Ndio. Na mtu kama anajifariji unamwacha kama ongee anajifariji. Lakini anajua kabisa kama timu yao haiko sawa sawa. Kwanza iko kwenye ujenzi. Maana si tofali ngapi itakuwa? Maana tuelewe wenyewe. Ila wao watakuwa wanajua kwa sababu sisi Yanga kama Yanga. Kwanza tunajivunia wana wachezaji asilimia kubwa hapo. Na hicho ndio kikubwa kwa Yanga. Ndio. Na ndicho tunajivunia na mazumuni yake ndio haya. Sasa hao wenzetu wanaungaunga. Ndio maana kuta tunawapiga mara 6 mfululizo. Ndio. Mara watosheki, mara hivi, mara hivi. Lakini tunaona kabisa Yanga inacheza mpira katika standard inayotakiwa. Bwana asante sana. Asante sana. Bwana mtazamaji wa Ngalo Media TV, leo tukiwa soka kitaa, tukiwa na wabaya wa soka, wazee wa uchambuzi. Wewe mwenyewe na hisi umeshawasikia vizuri na umependa kweli maongezi yao. Ni watu ambao wanajua kunyosha kama lula ivenyoka. Asante sana. Pia usisahau kusubscribe, kushare, comment na kulike. Ngalo Media TV. Chao.